Nikaona vitu kama chameleon, mifupa, vitu nyingi. Lakini ile ilinitisha, ni chupa kubwa ya tritop ikiwa imefika karibu kujaa, vitu viko hai ndani. Nikajaribu kusema mwenye hii chupa, maana sijui ulikuwa umeweka wapi. Unione baada ya ibada hakuna mtu alibaki. Tulishoma ushawi huo. Baada ya hiyo ushawi kuushoma, ndio kanisa letu lilipata breakthrough. Miujiza ikaanza kufanyika every Sunday. Mtu anakuja, unaona uvimbe huko kwa shingo, unapotea. Unaona mtu amekuja kanisani, tumbo iko huko, unafikiria ni mtoto, inakuisha yote, inakuwa flat. Baada ya ushawi kushomwa. Haiwezekani Mungu akujibu na umeenda barabara ya Saul. If you have gone the way of Saul, umejimalizia maisha yako. Mungu na wewe hamna sehemu. Na lazima leo ubadilike. Jambo la pili ni kwamba kuna watu hawajibiwi, si kwa sababu wameenda kwa washawi wala kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hizi washawi hawafai ile rangi nyeupe ile wanawekanga hapa kwa jicho hivi. Hata na wanaweka nyeupe hapa, alafu wanaweka kitu ya kutisha hapa kama masho. Washawi wa siku hizi wanafaa suti na tai. Madevoshi pa hawa waabudu sanamu. Wanafaa vizuri, wanaendesha gari mzuri, hawaogopi. Bwana Yesu asifiwe. Tulishika mshawi mmoja kwa kanisa letu ambaye alikuwa anabadilika, anakuwa vitu vingine kwa kanisa, lakini alikuwa amevaa vizuri, nguo za kisasa, na ako na saa kama hii, na kila kitu ni mzuri. Na akaniambia naishi nyumba vizuri. Nikamwambia na unafanya nini? Akaniambia kazi yangu ni kukuja kanisani kuhakikisha washirika hawasikii mahubiri. Mkianza kuhubiri mnahama nyote. Tukianza kuhubiri washirika wote wanahama, wanaenda nyumbani kwa biashara. Wengine hata wanafikiria juu ya coast Mombasa pale kwa beach, wanafikiria, lakini wamekuangalia tukisema haleluya wanasema amen, alafu wanarudi kwa beach. Hata saa hii unaweza kuwa unaniangalia, lakini ulienda ukaniwashia mwili, lakini roho ikaenda. Hata hiyo ndio kazi wanafanya. Mhubiri anafikiria mahubiri imefika, lakini hakuna kitu imefika. Watu walikuwa nje. Hata mwingine amekaa hapa ameangalia mhubiri hivi na anafikiria juu ya Mary. Sasa Mary vile nitamshika baada hii ibada. Na mimi nasema haleluya, anasema amen. Mary sasa vile hiyo kazi wanafanya hawa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili linafanya Roho Mtakatifu asihusike kwa maombi, na ukiomba ukose kujibiwa, ni kuomba na udhaifu. Ukiomba na udhaifu na ukose kuruhusu Roho Mtakatifu akusaidie, maombi yako haitajibiwa na utakuwa frustrated in your prayer life. Nimesikia watu wengi wakisema nilifasti siku 14 na sitafunga tena. Niliamua mimi nitakula. Na ni kwa nini hakujibiwa? Ukimuuliza hii maombi ulikuwa unaomba, nieleza ulikuwa unaombaje, na kuambia ukisikiliza maombi yake, hata kama wewe ungekuwa Jehova haugejibu. Lakini alifunga na akaenda kuomba, lakini it was wrong prayer. Nitawapa mfano halafu niende kitabu cha Romans. Niwape mfano wa Suleiman. Ukisoma kitabu cha 1 Kings chapter 3, na sitasoma verse 5 alafu mpaka verse 12. Biblia inasema ya kwamba Suleiman alitoa sadaka 1000. Na mtu ametoa sadaka kiasi hikyo, ako na right Bwana Mungu amtembelee, atake kujua ni nini inafanya, anjase madhabahu ya Bwana na njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka siku ya kwanza niliguswa na Mungu sana, nikatoa vitu zote nilikuwa nazo masaa na nini, nikapeleka kwa nyumba ya Mungu bila kujua anything. Usiku huo Bwana alinitembelea, akaniangalia na macho ya huruma. Nikashangaa, sijui kuongea. Ndiye aliniambia, wewe nimekubali sadaka zako na nimekuita kwa kazi yangu. Nikakimbia kwa pastor nikamwambia vile ametokea.
pastor akaniambia hata yeye mwenyewe hajawahi kutokewa na Yesu, nishunguse sana kama ni Yesu ama ni kitu kinanidanganya. Nikamwambia huyo ni Bwana. Niliona mikono yake. Nilikuwa ninaitiwa hii kazi niko naye, lakini pastor yule alikuwa juu yangu, hakuwa na mwito kama huo. Kwa hivyo ndio alidoubt, akaona kama si Mungu, lakini ilikuwa Mungu. Sasa Suleiman baada ya kutoa sadaka 1,000, Biblia inasemaje? Alitembelewa usiku, akaulizwa, sema ni kitu gani ungependa? Maneno ambaye leo tukiambiwa, imagine kama leo uambiwe hapa Nakuru, sema ni kitu gani ungependa, utasema nini? Utasikia mtu akisema baba nataka meli. Ile vitu tutaitisha, ndio Mungu hasemi hivyo. Lakini mtu ametoa sadaka 1,000, ng'ombe moja ni about 50,000 times 1,000, ametoa kwa madhabahu na hana shughuli. Huyo mtu unaweza kuliski kumuuliza unataka nini? Lakini mtu anatoanga sumuni shilingi 10, 20, na akitoa 1,000 anaumia. Hiyo 1,000 Mungu lazima uongee, useme umeipokea. Sema baba, tuma mtu. Huyu mtu hawezi kulisi kumwambia atake kitu. Lakini vile alifanya Suleiman, Mungu alimuuliza unataka nini? Suleiman alisema hivi, nataka unipe understanding ama kuelewa kuongoza watu wako. Niwe na hekima ya kuongoza. Bwana alimwambiaje? Bwana alisema nimependezwa na maombi yako, kwa sababu nilisani utaniitisha vitu vitatu. Na hizo vitu vitatu alikuwa anafikiria atamuitisha, hakumuitisha. Number 1 alisema nilidhani utaniitisha utajiri, wealth. Na hapo ndipo tumepoteana na Mungu. Kila siku tunamuitisha pesa, ni kama hasikii. Na unaona hii sikio Mungu amenipa hapa ni kubwa, wewe unafikiria lake liko saizi gani? Na kila siku pesa. Haya, wale hawajaitisha pesa leo, hawajaitisha pesa leo, inua mkono nione. Nijue, tuanze hapo. Kama leo hujaomba pesa. Aha. Okay, zimekuja. Haya, jana, kama jana haukuitisha, sasa tuambiane ukweli. Nikienda nyumbani niambie mke wangu nipe maji ya kunywa. Akienda kuamka nimwambie we nipe maji ya kunywa. Akienda kule we nipe maji ya kunywa. Atalete maji ama atarudi kuniuliza ni nini? Ni nini? Ni nini? Wewe kama uko na mtoto akuitishe kitu kwa duka, akuitishe tena na tena, mtasikizana? Hapo ndipo watu wengi wamekosana na Mungu. Maana maombi yao ina major on wealth. Na ukiona anatoa machozi ni pesa. Kwanza ukiona amekataa chakula ni pesa nyingi. Ama tusome hapo. Wacha tusome. Wengine vile wananiangalia. First Kings. Na kukataa kuitisha pesa. Nilikataa kuitisha pesa mwaka mmoja, mpaka una miss kuitisha. Unaenda kusema baba nataka kuitisha, baba nilikuwa ninasema haleluya haleluya haleluya. Unafunga break mpaka unasikia umesifunga. Aya, First Kings chapter 3 verse 5. Alafu turuke hapo tuende verse 9. Ndio maana sikuwa nimepanga tusome hapo sana. Huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleiman akasema mambo mengi, hakuongea direct. Suleiman mwenye hekima haombagi Mungu direct. Unamuendea hivi. Unajua ukitaka kudeal na wazee hauendangi direct. Kama your husband ni older than you, humuitishi vitu moja kwa moja, unaenda hivi. Ni kama unaongea juu ya kitu kingine lakini unamuitisha.
Lakini hii matatizo ya kusema moja kwa moja nataka hii na hii, ndio unaona mzee ameamka, rudia tena, umesema nini? Nasema wewe kwani hautaki nikuitishe? Suleiman aliitisha mzee wa miaka, akamwambia kuna kitu ninataka, lakini alimwambia umefanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu. Hakuitisha direct, alisema kwanza juu ya baba yake Daudi, maana alijua Daudi ni favorite ya Mungu. Ukitaka Mungu akupatie vitu, taja watoto wale favorite: Yakobo, Israeli, Isaka, Abraham. Lakini kwenda mbele ya Mungu kutaja watu kama Kaini na watu wengine kama hawa, si vizuri kutajia Mungu watoto wale wabaya. Maana tunawajua listi ya watoto wabaya kwa Bible, tunawajua ama hatujui? So Biblia inasema umetendea baba yangu fadhili kuu kadiri alivyoenda mbele zako katika kweli. Akasema mimi sasa mwana wake ndio nakaa kitini chake leo, na sasa Bwana Mungu wangu umenitawaza niwe mfalme baada ya Daudi baba yangu, na mimi ni mtoto mdogo. Mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa. Kwa hiyo nipe mimi, verse 9, mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kubabanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuhukumu watu wako walio wengi? Akaomba hekima. Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Suleiman ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, hukujitakia maisha ya siku nyingi. Kwa hivyo kitu ya kwanza, watu wamepoteza energy nyingi ya kiroho, spiritual energy, wakiombea ni kuishi sana. Baba, nataka siku nyingi. Kwanza watu kiwaambia tufunge kifo, na kifo ukikiambia polepole, kifo ondoka, kinaweza kuondoka. Unasikia watu wamejitayarisha kifo. Kama waambia hukujitakia maisha marefu. Na hiyo ndio mambo tumeconcentrate sana. Baba Mungu, hata kuna mtu nisikia akisema nimejisukusha na malaika, mmoja juu, mwingine chini, mbele, nyuma, kado na kado, asikufe. Haya, akaendelea akasema, wala haukutaka utajiri kwa nafsi yako. Number 2, wealth, hukuitisha pesa. Number 3, haukuitisha roho za adui yako, haukusema adui wakufe. Haya, sasa niambie mtu ambaye hapa akiombea ex-husband akufe, huyo mtu hata akifunga siku zote atajibiwa? Mimi nimeona na macho yangu mtu akiniambia, nikamwambia situkule kitu hapa. Kaniambia hapana mtumishi wa Mungu. Sasa ndio niko siku ya 7, hata nikaogopa siku ya 7. Sijakula kitu. Nikaogopa, maana mimi nilikuwa nimekula nyama saa 7, sasa nilikuwa nataka tukule ingine. Nikaogopa. Nikamuuliza, na unaombea nini? Akaniambia, unajua Mrs, tumekuwa na problem kidogo na Mrs, na hii siku 7 sasa nitamaliza mpaka 21 ndio aondoke duniani na amani. Mungu ampumzishe, anipe Esther. Kumbuka yule ananiambia hivyo ni mhubiri mkubwa, na mimi kama binadamu nilijua hata jibiwa. Leo ni miaka 25 later, mama iko hai na amenona sana, ako na afya. Sasa hii mtu tunaweza kuona kama ni fani, lakini hivyo ndivyo tumekuwa duniani. Maombi yetu tuna concentrate na self, money, long life, enemies wakufe. Hiyo inaitwa selfish prayer, maombi ya kujipenda. Nilienda tauni moja, nikabiwa na mtu yule, nilikuta washai wote watakufa. Harrison Ng'ang'a, umefika? Wote tutawazika. Kaniambia ile kitu ninaona mbele ni mazishi. Nikamwambia mimi si mhubiri wa mazishi. Akaniambia washai lazima wafe. Nikamwambia kwani mumeua wangapi? Akaniambia tumeua 16. 16. Nikajua nimekuja kuhubiri kwa madarasa. Watu 16 wameua.
Yesu alipokuwa hapa duniani aliua watu wangapi ministry yake? Hata Judas mwenyewe alimpa mkate mwenyewe, hakumuua, ni yeye alijiua. Suicide in the ministry of Jesus ilisababishwa na Judas kuwa anaiba sadaka, akakataa kutubu, hatimaye akajiua kwa sababu ya manipulation yake. Sasa wadugu na wadada wale mmekuja hapa, tangu Yesu alikuita umepumzisha watu wangapi? Ni vizuri mke wako akikukosea umupumzishe. Ni vizuri kupumzisha boyfriend yako kwa sababu alikukataa na akakuachia watoto wawili. Is it fair? No, he didn't kill you. Why kill him? So watu wote mumeombea mtu afe, either alikufa ama hakukufa, ulishusha maksi zako mbele ya Mungu. Vile Mungu alikuwa amekuinua juu, alikushusha. Akaona akikupatia kazi kubwa utaua watu wengi. Ukikosewa na mshirika, nasema baba fulani na fulani wafe leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi umeombea wakufe? Ex-wife. Kuna ndugu aliniambia sasa, pastor, niombee nioe na ako na nywele nyeupe hapa na hapa. Nikamwambia ulishelewa wapi? Akaniambia si kusema sijaoa, nilioa na tukapata watoto watatu, lakini unajua wanawake wako na madharau. Alianza madharau, akanifanyia vitu nyingi. Nikaona hatimaye ni kama ataniwekea poison, nikamwacha. Kwa hivyo nimekuwa mbele za Bwana nikiomba afe ndio nianze maisha afresh. Nikamwambia na yeye unafikiria anaombaji? Akafungua macho sana akaniambia kwani unasaidiwa anaombaji? Ufe na wewe ukufe. Muna exchange hivi, afe. Hiyo maombi ndio imefanya watu wengi mpoteze laini ya kujibiwa na Mungu wa mbinguni, kutaka mtu yule amekukosea akufe. Mtu yule amekukosea kuomba akufe, umejiondoa kwa Mungu bali sana. Maana Mungu alisema, mimi nilidhani utaniitisha hizi vitu, lakini nimefanya vile umesema, maana umenitisha hata wewe. Angalia kitabu cha Mitume, Romans chapter 8, wa Roma sura ya 8. Hiyo ni mstari tumeelewa kusoma siku nyingi. Niwaonyesha ni kwa nini Roho Mtakatifu anakataa kukusaidia kujibiwa maombi. Ni kwa sababu ya kuweza kujielewa udhaifu wako umefika wapi. If you don't know how to forgive, we say you are weak. Uko mdhaifu pande ya kusameheana. Kuna watu hapa udhaifu wenu ni pande ya hasira, temperament yenu, you are very weak. Unaenda mbele za Bwana na hasira, baba lazima ufanye kitu, na unagoga hivyo, lazima ufanye kitu. Hata mwingine nisikia akisema, kama wewe ndiye Mungu uliandika Bible na akamuonyesha mahali ameandika, ni hapo nimeweka mstari. Hizo ni hasira. Very weak. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaambia watu wa kwetu Nairobi, David alikamatwa red-handed akiwa na Bathsheba na akaua mzee. Na Daudi anaweza kufanya mambo na vile alikuwa anapendeza Mungu. Mungu aliposhuka, Zaburi 51 ni kutubu kwa David. David alitubu seriously, mpaka Mungu akamwambia dhambi yako imeondoka. Lakini katika kutubu kwake hakutaja Bathsheba hata dakika moja. Alimufisha kabisa. Leo watu wengi hapa wamesharipoti wakazao kwa Mungu. Imagine. Na David alisema hii dhambi ni mimi nimefanya na ni mimi nimekufanyia. Akaende hata alitaja mama yake badala ya mkewe. Akasema hii dhambi imekuja kwa sababu ya laini ya my mother. My mother laini yake wanafanyanga hivyo, kunyang'anya watu mabibi, na ukicheza unauawa. Niligojea mstari mmoja aseme baba, lakini hata my wife unajua alicontribute. Kwa nini alienda kuoga nje hadharani? Na najua mimi mani nikimuona nitakuisha, nitaharibika kichwa.
Si angesema hivyo naye Bethsheba ashapwe viboko viwili vitatu. Alifisha kabisa, hakusema kuna mtu alioga. Alikuwa anasema tu nememe Jehova, meme ndiye nimekukosea, nememe nimefanya hii kitu. Hii ni mtu mwerevu. Leo tumeripoti mpaka watoto wetu. Tumeripoti my husband. In fact Mungu akianza kujibu maombi yale tumeomba, tutaenda mazishi wote kutoka kesho kuendelea mbele. Akijibu, watu watakufa wote mpaka headmaster wa zamani, jirani, mwalimu wa history. Romans 8 verse 26. Romans 8:26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. So all of you, kuanzia mimi, tuna udhaifu. Tatizo ni kutojua udhaifu wako uko wapi. Unajiona kama wewe hauna udhaifu. You are weak. As long, Biblia inasema all flesh is weak. Kila mtu ako na hizi nyama, ako na udhaifu. Tatizo ni kujua ni pande gani niko mdhaifu. Na wale tumeoa, ukiuliza your wife anaweza kukuambia ni pande gani niko mdhaifu. Atakueleza. Hajui kuongea. Na watu wale hamjui kuongelesha wanawake. Hata kwa Mungu mnaendaga tu na hiyo maneno. Na ndio hamjibi. Lazima ujue kuingizana maneno. Na maneno ni wanawake walipewa watufundishe. Ndio zinaitangwa mother tongue. Mama yako akufundisha kuingizana maneno. Mwanamke ndiye anajua ukiongea vibaya na ukiongea vizuri. Sasa tukisema hapa kama haushiki hili neno, ukitaka kwenda unaweza kwenda. Wanawake ndio watashika nimetukanana. Lakini wanaume watasema ndio, ni vizuri aongee straight hivyo. Lakini wanawake watasema hiyo ni matusi. Hiyo haongei vizuri. Bwana Yesu asifiwe. So wale mko wadhaifu katika usemi, mnapeleka hiyo udhaifu kwa Mungu moja kwa moja. Na ndio Biblia inasema kuna maombi unaweza kuomba ushapo viboko. Let his prayer become sin. Kwa sababu umeenda na hizo fujo. Kuna mtu udhaifu wako huko kwenye ego yako, unajipenda sana wewe. Tukiangalia maombi yako ya 1 hour, yote imejaa I, me, myself. Yote imejaa hivyo. Meme. Hata ukisikia anafukuza shetani, anaifukuza mahali atasaidikia. Pepo ondoka naye apate kitu. Haya, uliza jirani, wewe umejua udhaifu wako? Haya, kuna watu hapa udhaifu wenu ni chakula, si ndio? You have a problem with the food. Hata tukisikia kwako kuna shida, ina revolve around food. Na sometimes unaenda na kifunguo ya drawers mahali mnaweka chakula. Nasema mtoe sukari ya kupika mchana. Haya, toa kila kitu, kata mafuta ya kupika mchana. Fungia hiyo nyingine, leta kifunguo. Unaenda naye kwa ofisi. Maana problem yako ni food. Alafu sasa wageni wakikuja wanashindwa, wanaambiwa ya kwamba mtosheke tu na tumaji. Wanashindwa kusema mzee alienda na kifunguo. Kuna watu udhaifu wenu ni kujipenda. You love yourself very much. Unajipenda sana. Hata picha ya watu wengi ikipigwa yako ndio unatafuta haraka. Madasi 5 ikiwekwa kwa meza, unachagua ile kubwa haraka kabla ya wengine. Wewe unajipenda sana. Hiyo roho utaenda naye kwa nani? Na ndio Biblia inasema ya kwamba ni vizuri kuchunguza. Ujue I am very weak in area of food. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kuna watu mwiko wadhaifu sana kwenye eneo ya relationship. Hamjui kukaa na watu. Kwa hivyo wakati utaanza kuomba, utaenda na hiyo kikitu mbele ya Mungu. Utaomba watu wale unataka waondoke kwa hii ministry ya Apostle Kimani. Baba, kwanza sister fulani, huyo odoa immediately. Fulani odoa. Huyo ndugu anakuanga karibu na yeye, angalia amejaa kiburi, odoa. Ati tunasema baadaye nilikuwa intercessor. Ulikuwa intercessor ama ulikuwa kumalizana?
Unafuta watu kasi na maombi mbele ya Mungu kweli? Kwa hivyo ndio Biblia inasema ya kwamba kadhalika Roho hutusaidia udhaifu wetu. We are weak. Kama laini ile umetoka ya family iko na roho ya kuua, na wewe utaenda mbele ya Mungu na hiyo roho ya kuua. Kama kule umetoka mko na roho ya competition, mashindano, ni hatari sana. Unaona apostle amesalimia mtu hapa mara mbili, brother anamsalimia hivi, huyo anakuwa marked, anaona baada ya ibada. Wewe ni nani? Unajuana na apostle namna gani? Apostle akirudi kutafuta ndugu hapa hakuna, amenyongwa, amemalizwa, hawezi kuja tena. Sisi tulikuwa na nabii kanisani, tunasema tutulie sasa tusikie Mungu anasema nini, Mungu anamtumia. Kukakuja nabii mgeni ambaye hajulikani, tukasema tutulie wadugu na wadada, tusikie lugha na tafsiri. Tunataka tusikie mtu mmoja aongee lugha, mwingine atafsiri. Alitafsiri mgeni. Mimi niliona macho hii yangu, yule amesoea kutafsiri akisonga songa karibu na yeye, kagongwa. Nakuja kutafsiri hapa ukiwa nani? Kwanza hatujui umetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kule ulilelewa hamukupenda au kupenda baba yako, kwa sababu ya kukugonga mara nyingi na kiatu na mkono, kukusomea, kukuambia hauna akili, kukuita pengine maraya na kahaba, wewe unakuanga anti-man, utaenda na hiyo spirit mbele ya Mungu, maana you are weak. Na utaombea wanaume, Baba Mungu, huyo mtu kwanza afutwe kazi, awe na adabu. Hata kuna mwingine aliombea pastor wao, Baba Mungu, huyu amesahau hakuwa na viatu akikuja kwetu, mrudishe vile alikuwa, ajifundishe Baba. Sasa maombi haya itajibiwa. Angalia vile tumeomba na udhaifu. Na ndio Bwana anatuambia kwamba sasa tuache kuomba sisi wenyewe, Roho aombe akiwa ndani yetu, because we are very weak. Amen. Tuko dhaifu. So Biblia inasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Hatujui kuomba vile tunatakana tuombe, lakini Roho mwenyewe hutuombea. Kwa hivyo tofauti ya maombi ni kwamba kuna maombi yako wewe kuomba na kuna maombi ya Roho mwenyewe kuomba akiwa ndani yako. Hii maombi ya Roho kuomba akiwa ndani yako ndio inakubalika kule peke yake. Hii ingine imejaa udhaifu wetu.